Hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi Kibasila wakiwa kwenye mkusanyiko na kukutanisha na madaktari wa magonjwa ya kinywa na meno kutoka hospitali ya Kisarawe. Fundishe namna gani ya kutunza meno. Kubwa linalowakutanisha ni elimu ya usafi na utunzaji wa kinywa na meno inayotolewa na madaktari hao kama sehemu ya maadhimisho siku ya kimataifa ya afya ya kinywa na meno. Utaanza na meno yako mawili haya ya mwisho au matatu. Sawa, watoto wazuri Utaswaki hivyo, utakuwa ukisogea, unazungusha, unasogea tena kwenye meno ya mbele. Sawa Hapa tuko kwenye meno ya juu tu. Sawa, watoto wazuri? Baada ya kutoa elimu ya utunzaji wa kinywa na meno pamoja na uchunguzi wa awali, ndipo ilipobaini kuwa idadi kubwa ya wanafunzi wanakabiliwa na tatizo la meno kutokana na ulaji wa vitu vyenye sukari kupitiliza kama vile pipi, biskuti, juice na ice cream, kama inavyoelezwa na Dr. Grayson Mramba. Kuwafundisha watoto wadogo watakuwa na hiyo tabia ya kuweza kutunza meno na hatimaye kuondokana na tatizo kabisa la kuoza kwa meno. Tayari tumeshachukua list yao kwa kushirikiana na walimu kwenda kuambia wazazi waje tuwape huduma kwa wiki hii ambayo ni wiki ya afya ya kinywa na meno, tuweze kutoa huduma bure kwa wale watoto ambao wameonekana na matatizo ya meno yametoboka, meno yamepangana vibaya, meno machafu, mengine ya kusafisha, mengine ya kuziba, mengine ya kutoa, mengine kutengeneza nafasi ili meno yapangane vizuri ya watoto. Dr. Zainab Sharifu pamoja na Dr. Kasim Makanya wamesema kuwepo kwa idadi kubwa ya wanafunzi wenye tatizo hilo imewalazimu kuushauri uongozi wa shule kwa taarifa wazazi kuwapeleka watoto wao hospitali ya Kisarawe kwa ajili ya uchunguzi zaidi na matibabu. Tukafanya uchunguzi kwa darasa la kwanza mpaka darasa la 4 ambapo jumla wanafunzi wote ni 249. Katika wanafunzi 249, wanafunzi 105 walibainika kuwa na matatizo mbalimbali. Wale wanafunzi ambao tumewabaini wana matatizo au wana changamoto hizo za afya ya kinywa na meno, tumewabainisha kwa majina yao na darasa lake, hivyo wataletwa katika hospitali yetu ya wilaya Kisarawe kwa ajili ya matibabu zaidi. Hakikisha unamwambia mama au baba kwamba meno yako yanatikisika, sawa? Uwe unatupeleka hospitalini kwenda kukagua meno mara kwa mara, sawa? Na hiyo mara kwa mara ina maana ni mara 2 kwa mwaka. Usisubiri mpaka jino liwe linauma, ukose usingizi ndio uletwe hospitalini. Umesikia? Waambie wazazi wao wanabadilishia miswaki mara kwa mara, kila baada ya miezi 3, sawa? Baadhi ya walimu na wanafunzi wa shule hiyo wakatoa neno la shukrani kwa ujio wa madaktari hao. Tunashukuru leo tumepokea wageni kutoka hospitali ya wilaya ya Kisarawe, wamekuja kwa ajili ya kukagua au kuwapa elimu wanafunzi wetu juu ya afya ya kinywa na meno. Tunashukuru kwa hilo, wametoa elimu mbalimbali. Watoto wameipokea elimu ile, lakini tunaamini elimu waliyopokea wale watoto wataenda kusambana mitaani kwa kuelimisha wazazi na jamii yote inayowazunguka. Madaktari hao walituelimisha juu ya kutunza meno ili asitoboke. Tukaona tunatakiwa tupunguze kula vyakula vyenye sukari kwa wingi. Tunatumia matunda, juisi za matunda, na pia tunaweka kiwango kizuri cha sukari. Ahmad Nandonde, Kisarawe Pwani.